Fikiria hivi. Nchi ndogo, bara la Afrika. Miaka kidogo zaidi ya 20 iliyopita. Hakuwa Silicon Valley, hakuna Wall Street, hakuna benki kubwa kubwa za kimataifa. Lakini kutoka nchi hiyo ndogo, Kenya, kulizuka mabadiliko ambayo yalitikisa dunia nzima ya fedha. Mabadiliko ambayo leo yanafuatwa na nchi kama India, Bangladesh, Afghanistan, hata sehemu za Ulaya. Mabadiliko ambayo yalianza kwenye simu rahisi ya mkulima wa kijijini. Karibu kwenye The Old Platform. Mimi ni Joktan Elvin, na leo tunazungumza historia ya kweli ya M-Pesa. Historia ambayo hukuambiwa shuleni. Ili kuelewa kwa nini M-Pesa ilibadilisha kila kitu, lazima kwanza tuelewe tatizo lililokuwepo. Mwaka 2000, Kenya ina watu zaidi ya milioni 30, lakini watu wanaofungua akaunti benki ni chini ya 20%. Kwa nini? Kwa sababu benki zilikuwa mbali, zilikuwa ghali, zilikuwa za watu wa miji, watu wa mishahara, watu wa ofisi. Kama wewe ni mkulima Kisumu au mama mdogo wa biashara Mombasa, benki haikukuhusu. Na tatizo kubwa zaidi ni kutuma pesa. Kama mwanao yuko Nairobi na unahitaji kumtumia fedha, ulikuwa na njia moja tu: mtu anayesafiri. Mpeleke baba mzigo huu na ndani kuna shilingi 10,000. Njia hiyo ilikuwa hatari, ilikuwa polepole, na mara nyingi pesa zilipotea kabla hazijafika. Kenya ilihitaji suluhisho, lakini hakuna aliyetarajia suluhisho lingeweza kuja kutoka simu ya mkononi. Mwaka 2003, shirika la simu la Safaricom, ambalo lilikuwa bado changa Kenya, lilipata msaada wa utafiti kutoka shirika la Vodafone la Uingereza. Watafiti walitaka kujua, je, teknolojia ya simu inaweza kutumika kusaidia watu kupata mikopo midogo? Lakini wakati wa utafiti, waligundua kitu ambacho hawakitarajia kabisa. Watu wa kijijini walikuwa tayari wanafanya jambo la ajabu. Walikuwa wanatumiana airtime, muda wa simu, kama pesa. Tuma airtime ya shilingi 100, nitakurudishia pesa ni japo mjini. Watu wa kawaida, bila elimu ya benki, bila teknolojia hisasa, waliunda mfumo wao wenyewe wa kutuma thamani. Na hapo ndipo akili za watafiti zilipowaka. Kama watu wanaweza kutumiana airtime kama pesa, mbona wasitumiane pesa halisi kupitia simu? Wazo hilo rahisi lilikuwa mwanzo wa mapinduzi. Mwaka 2007, tarehe 6 Machi, Safaricom wakiongozwa na Nick Hughes na Suzy Loney walizindua rasmi huduma mpya. Waliipa jina rahisi: M kwa mobile, pesa kwa pesa. M-Pesa. Mwanzoni hata Safaricom wenyewe hawakujua itakuwa kubwa kiasi gani. Walitarajia wateja 50,000 katika mwaka wa kwanza. Walipata zaidi ya wateja milioni 1 ndani ya miezi 6 tu. Na sababu ilikuwa wazi. M-Pesa haikuhitaji akaunti ya benki, haikuhitaji elimu ya hali ya juu, haikuhitaji kitu kingine chochote zaidi ya simu ya kawaida na kitambulisho chako cha taifa. Mama wa soko Gikomba angeweza kupokea pesa kutoka kwa mumewe aliyeko Mombasa ndani ya sekunde chache. Hakuna foleni, hakuna nauli ya safari, hakuna hatari. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, mtu maskini wa kijijini asiye na benki alikuwa na nguvu ya kifedha mkononi mwake, halisi mkononi mwake. Dunia iliangalia na ilistaajabu. Benki Kuu ya Dunia ilifanya utafiti. Matokeo yalishangaza wataalamu. Katika miaka miwili baada ya kuzinduliwa kwa M-Pesa, kaya maskini za Kenya zilipanda kipato chao kwa 6 hadi 10. Wanawake hasa ndio waliofaidika zaidi, kwani sasa waliweza kuhifadhi pesa bila hofu ya kuibiwa au kunyang'anywa na wanaume wa familia. Umaskini wa nchi ulishuka. Watoto zaidi walienda shule. Biashara ndogo ndogo ziliendelea kukua. Wote
kwa sababu ya simu na mfumo rahisi wa kutuma pesa. Nchi nyingine zilianza kuiga: Afghanistan, Tanzania, India, Bangladesh, Egypt, Ghana. Hata nchi zilizoendelea kama Denmark na Norway zilianza kuunda mfumo wao wa kidijitali wa malipo. Wakichanganyikia, kwa nini Afrika ilianza kwanza? Jibu ni rahisi: umaskini ulifundisha ubunifu. Haja ikaja suluhisho. M-Pesa si tena huduma ndogo ya kutuma pesa tu. Ni mfumo mkamilifu wa kiuchumi. Unaweza kulipa karo ya shule, kulipa bili ya umeme, kununua bima, kuchukua mkopo mdogo wa biashara, kuwekeza akiba, hata kuwekeza kwenye hisa za soko la mitaji, yote kupitia simu yako. Kenya leo ina asilimia zaidi ya 80 ya watu wakitumia huduma za kifedha za kidijitali. Nchi zilizoendelea nyingi bado zinajaribu kufikia kiwango hicho. Na Safaricom, kampuni iliyoanza na wazo rahisi la kutuma pesa, sasa ni moja ya kampuni kubwa zaidi ya Afrika Mashariki, yenye thamani ya mabilioni ya dolari. Yote ilianza na swali moja: je, tunaweza kubadilisha airtime kuwa pesa? Historia ya M-Pesa inafundisha kitu kimoja muhimu sana. Mabadiliko makubwa ya dunia hayatoki tu kwa watu wenye rasilimali nyingi au nchi zenye nguvu. Mara nyingi yanazaliwa mahali panapo tatizo kubwa sana kulipuuza. Kenya haikuwa na chaguo, ilihitaji suluhisho. Na badala ya kusubiri nchi nyingine iwasaidie, Wakenya wenyewe waliunda suluhisho ambalo leo linabadilisha maisha ya watu katika mataifa zaidi ya 50. Hiyo ni nguvu ya ubunifu wa Afrika. Hiyo ndiyo historia ya kweli ya M-Pesa. Kama umefurahia video hii, bonyeza kitufe cha like. Usisahau kusubscribe kwenye The Old Platform. Na kama una maswali au maoni, niambie kwenye sehemu ya maoni hapa chini. Mimi ni Joktan Elvin. Tutaonana katika video inayofuata na tutaendelea kuchimba historia ambazo hukuambiwa.